Najua wakati mwingine kwa maisha, wakati unatafakari kutoka mwanzo, wakati Mungu alipowaambia wenzake na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Na kutoka hapo wakaumba mwanaume kwa mfano wao. Walipomaliza kuumba mwanaume na akakua, Mungu alimwachilia mwanaume akae kwa shamba. Shamba ambalo lilikuwa linaitwa shamba la Edeni. Kule shambani la Edeni hakuna kitu hakukuwa nalo. Kulikuwa na matunda aina yote, kila kitu katika hiyo shamba. Mungu alipomwachilia mwanaume kuwa kule, yule mwanaume ambaye alikuwa anaitwa Adamu, alikaa baada ya siku kadhaa, wakakaa chini na wenzake, wakaambiana huyu mwanaume ni kama ako na huzuni, na tumuumbie mtu wa kumtoa huzuni. Hapo hapo wakasema ndio, na mara moja wakamlaza Adamu bila kujijua, wakatoa ubavu wake na wakamuumbia mwanamke ambaye alikuja kujulikana kama Eve. Sasa alipomalizwa kuumba Eve na saa zile Adamu aliamka, alikuta kuna mwanamke ako kando yake. Na hapo hapo mwanaume Adamu akasema, huyu ni ubavu wa ubavu zangu. Na kutoka hapo Adamu na Eve wakakuwa wanaishi pamoja kule shambani la Edeni. Katika ile shamba la Eden, Mungu aliwaambia kila kitu katika ile shamba wanaweza kula, isipokuwa tunda moja tu ambalo Mungu aliwaambia wasikue wanakula. So waliendelea na kuishi vizuri na wakakuwa marafiki Adamu na Eve kule shambani. Na siku moja Eve alipokuwa anatembea kule shambani, alipokuwa anatembea kule shambani peke yake, akaenda akakutana na kiumbe kingine kilikuwa alikuwa mtu mwanaume, kiumbe aina ya mwanaume ambaye walisema ni nyoka, lakini maumbile yake ni kama tu ya mwanaume. Aliweza kumdanganya akamwambia Eve kwamba Mungu aliwaambia msikule hii matunda yote, na hasa mkule hii matunda yote na msikule hii moja. Unajua kwa nini aliwaambia msikule hii moja? Nyoka ilikamuuliza Eve. Eve akasema sijui. Akamwambia ni sababu gani? Ni kwa sababu mkisha kula hii tunda moja, mtakuwa na uwezo wa kujua mema na mabaya. Ukweli wa hiyo maneno sijui na siwezi elezea vizuri, lakini kuna kaukweli kidogo. Baadaye ukichunguza baada ya kukula lile tunda, ni kama kulikuwa na ukweli. Akamwambia Mungu hakuwa anataka muanze kujua mema na mabaya, na ndio sababu akasema msikue mnakula hili tunda. Na nyoka ikaweza kumconvince Eve kwamba wakikula lile tunda ndio ni kweli watakuwa wanajua mema na mabaya. Binadamu juu ya kuwa aliumbwa tu, maanake Mungu alisema tuumbe mtu kwa maumbile yetu. Na sasa umeona huyu ni Eve ambaye anadanganywa na nyoka kwamba wakisha kula lile tunda watakuwa wanajua mema na mabaya. Kumbuka huyu Eve pia ameumbwa kwa maumbile ya Mungu. Maanake isipokuwa ile umbavu tu alitolewa wa Adamu, hii maneno ingine yote ilikuwa ile maumbile ambayo Adamu alikuwa ameumbwa nayo. So katika ile kutaka kujua kwa binadamu, Eve akachukua lile tunda na akaambiwa na nyoka, enda mkule na bwanako na rafiki yako Adamu. Sasa Eve akaenda akamwambia Adamu, sasa mambo umeshidaje? Adamu akamwambia nimeshida vizuri. Umeshida pande gani? Nimeshida pande ile ya shamba. Haya, akamwambia basi mimi kushaona tunda mzuri na tukule hii tunda. Sasa Adamu vile aliweza kuelezewa na Eve, wakajikuta wanakula lile tunda. Sasa katika kukula ile tunda na kumaliza kukula lile tunda, Mungu aliwatokezea na akauliza, Adamu mko wapi?
Naye Adamu akamjibu, Mungu, tuko hapa. Mko wapi? Siwaoni. Adamu akamwambia, tuko hapa tumejificha. Sasa Mungu akawauliza, kwa nini mmejificha? Adamu akamwambia, tuko uchi. Haya. Sasa kutoka hapo Mungu alipowatokea akawaambia, sasa vile mmekula lile tunda ambalo niliwaambia msiwahi kukula, basi na nyinyi kutoka wa leo kila kitu mtakuwa mnapata na sweat. Yaani kila kitu binadamu anapata lazima aswete, lazima akazane, lazima ajitolee. Hakuna kitu utapata vile walikuwa wanapata hapo mbeleni, kwamba kila kitu unapata bure, unaingia kwa shamba unapata kila kitu. Lakini kutoka hapo baada ya kukula lile tunda, Mungu akawaambia kila kitu mtakuwa mnapata na sweat. Na kutoka hapo kila kitu ikakuwa ni kwa sweat. Alafu naye Adamu juu alikuwa amemwambia Mungu kwamba ni huyu mwanamke uliniumbia ndiye amenipa tunda, ameniletea tunda tukule. Naye Mungu akamwambia mwanamke, utakuwa unapata na shida. Yaani kuzaa kwako utakuwa unazaa na shida. Alafu Mungu akamwambia, fuata hii mjinga yako, uwe unakula ile kitu amepata. Na kutoka hapo sisi Mungu ni kama alituita wajinga wa mwanamke. Yaani mwanaume anakuanga mjinga kwa mwanamke. Sababu gani Mungu aliona mwanamume ni mjinga mwanamke? Ni juu mwanamke aliweza kuconvince, kumwelezea na kuhakikisha kwamba ameelewa na amekubali wakule lile tunda. Manake kama hangekuwa mjinga ya mwanamke, basi angelikataa lile tunda, amwambie Mungu alisema tusiwahi kula ile tunda, kwa hivyo siwezi kula. Lakini mwanamume alionekana mdhaifu juu alikubali kukula lile tunda. Na kutoka hapo sasa kila kitu sisi hupata na sweat. So saa zile unaona unakazana, unajaribu kila kitu haingiani, jua tu ni kutoka ile laana ambayo Mungu aliweka kwamba kila kitu utakuwa unapata na sweat. Hakuna kitu mzuri ambao unapata na kitu halali ambao unapata ambayo haipiti kwa sweat. Kitu yote unapata ambayo haipiti kwa sweat, ujue hiyo sio halali. Na hiyo haijaidhinishwa na Mungu. Manake ile kitu yote Mungu ameidhinisha lazima upate na sweat. Lazima uchoke. Hakuna kitu ya bure. Manake vitu za mwanzoni vitu zilikuwa za bure. Lakini baada ya kujua mema na maovu, basi Mungu akasema hakuna kitu ya bure. Na hivyo ndivyo tulivyo, na ndio sababu unaona lazima ukazane, lazima ujitolee, lazima usumbuke, lazima uhakikishe kila kitu haipatikani hivi hivi, inapatikana kwa jasho. Lazima utoe jasho. Nao wanawake wakaambiwa na Mungu, mkizaa mtakuwa mnazaa na uchungu, baada ya kula lile tunda la kujua wema na maovu. So nilikuwa nimekuja kuwaelezea hiyo hadithi ili muelewe ya kwamba kutoka mwanzo mpango wa Mungu haukuwa tuchoke. Lakini kama pia hatungechoka, na wewe elewa ya kwamba na sisi labda hatungezaana, labda wangeishi tu Adamu na Eva. Hii ni sehemu ya kwanza ya Adamu na Eva. Tutakuja na sehemu ya pili ya Adamu na Eva. Hapa tuelezane ya kwamba juu Mungu aliumba tu Adamu na Eva, sisi wengine wote tulitoka wapi? Ni vizuri kuelezeana, ni vizuri tujiulize hii maswali. Nitaelezea mahali nitaweza, wewe na wewe ukinikosoa itakuwa mzuri, ili tujaribu kutafuta ya kwamba tulitoka wapi na ilifika wapi ikakuwa sasa hii familia ingine ambayo tunaambiangwa huwezi oa huu, huwezi oa huu, ati huyu ni wenu na huyu ni wenu. Ningetaka kujua, kwa hiyo kuna familia ingine Mungu aliumba ili tusikue tunaoa hawa sababu hawa ni wetu, na labda kuna habari ambayo sio wetu. Niite Simon Kireho, huku ni Kireho TV. Kama hujasubscribe huku Kireho TV, naomba usubscribe ili tukifanya vitu kama hizi uwe unazipata saa zile zimetokea. Kuwa na siku njema. Mimi naitwa Simon Kireho, tena hapa ni Kireho TV, na ninakuomba usubscribe na mwambie rafiki yako asubscribe, ili maneno kama haya yakitokea unaweza kuyapata mara ile tu imetokea, na unapata ujumbe kwamba imetokea. Asanteni, muwe na usiku mwema. Mkiamka asubuhi kumbukeni kurudishia Mungu shukurani. Asanteni.